Mungu mimi nampenda sana. Amina. Unaweza kuwa unapitia shida na tatizo kubwa. Sio kwamba hakuoni. Anakuona vizuri. Ndio. Anakaa kimya. Ananyuti. Anataka uchukue hatua. Kuna hatua anataka uchukue. Amina. Na sio anakuacha hivi hivi mpendo. Hapana. Unakuta kuna Roho Mtakatifu anakusemesha. Mpendo, unataka hilo tatizo lako liishi. Yes. Kamnunulie kiatu kuhani. Kabisa. Uliza saizi yake, kamnunulie kiatu. Tatizo lako sasa, kwa sababu wewe mbishi kama mapunyo, naanza kiatu nianzeje? Mimi naanza kuanza hii, naanzaje? Ina kabisa kwani alivyo na viatu vingi vile. Unajisemesha mwenyewe, unajibishana na Roho Mtakatifu. Sio kwamba unaongea mwenyewe moyoni na akili zako. Yes. Halmashauri yako ya kichwa inabishana na Roho Mtakatifu. Unajikuta kwenye hilo jaribu umekaa muda mrefu. Kumbe ilikuwa very simple. Na mwingine kwani anaweza kukuambia mpendwa, kuanzia leo umesema una shida gani? Anakaa anataka kukuombea, anasema kuanzia leo kila siku asubuhi utakuja unakuja kufanya usafi hapa kanisani. Tatizo lako litaondoka. Amina. Natoka nje. Hivi mchungaji ananichukuliaje? Yaani mimi nina pikipiki 3. Leo hii eti kisa kwa sababu mume wangu ametoroka, amenikimbia, ananiambia mimi nije nifagie kanisa. Ina maana hakuna jambo lingine ambalo angelifanya hata kuniwekea mkono ili mume wangu arudi. Mpendwa, unachelewa. Unajichelewesha mwenyewe. Amina. Watumishi wa Mungu wamepewa macho ya kuona. Kabisa. Fuata maelekezo, shida ni wabishi. Huwezi kuongea unabishana, tena ubishi wa moyoni ndio mbaya. Bora tawa kuongea. Kubishana na Roho Mtakatifu, yani moyoni kwa moyoni, unabishana mawazo yako na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuambia, anakunongoneza kwa upole, wewe unabisha mawazo yako mabishi tu. Unajichelewesha. Kwani kuna shida gani? Naamani aliambiwa na nabii Elisha, unataka upone ukoma? Tena mimi sitaki kuonana naye. Kabisa. Roho Mtakatifu ananiambia atapona, aenda akajichovya mto Yordani. Amina. Bali kwamba anatumia watu. Kabisa. Unaweza kuwa na shida, mtumishi wa Mungu anakuja kuambiwa nabii Elisha. Mpigie Yesu makofi. Amina. Mtumishi wa Mungu kuhani Elisha anakuja, kuna mtumishi yule mama amekuja, ana shida 1 2 3, anamwambia haya, mwambie kuanzia Jumatatu kila siku asubuhi hao anakuja kufanya usafi. Anamwambia huko. Roho Mtakatifu kasema naye, hataki kukuombea, hataki. Yaani hiyo ndio ufunguo wako. Amina. Anakupa ufunguo unaupiga teke mpendwa. Hapo unataka kupona. Unataka mume arudi. Unataka ufunguliwe kwenye biashara yako. Alimwambia Naamani, mwambie, alimwambia Gehazi, mwambie akajichovya mara 7 mto Yordani. Amina. Sasa unabii umeisha toka. Naamani akaanza naye kubishana. Hivi mchungaji, hivi nabii ananichukuliaje? Mimi kule ni general, waziri mkuu, sijui generali, sijui wa nini, naongoza majeshi na majeshi. Ananiambia mimi nikajichovya ule mto wa matope ule. Mto unanuka matope, unanuka shombo ya samaki, ya kambale. Mimi nikajichovya kwenye ule mto. Si angeniambia hata nikajichovya ile mito ya kwetu ile mizuri, inanukia vizuri na maji masafi. Mpendo, unajichelewesha. Kabisa. Mungu anajua kule kwenu kuna maisha mazuri, anajua. Ndio. Lakini anajua tatizo lako. Wewe ni mbishi, kwa anataka akukomeshe, akunyongonyeshe, unyenyekee. Ndicho anachotaka. Amina. Anajua kabisa tatizo la mwanangu ana ile ego, yani ana ule kujiinua. Sasa ili apone hili shida, lazima nimshushe, anyenyekee, alafu nimfungue. Kabisa.